Mheshimiwa, mambo vipi? Unajua kuna kitu moja nataka tuzungumze. Kuna watu wamemaliza la 7 kama wewe. Kuna watu wamemaliza form 4 kama wewe. Kuna watu wamemaliza vyuo kama wewe. Lakini ukiwakusanya sehemu moja wote, utatoa matunda tofauti. Wengine wametoboa, wengine bado kama wewe. Sasa kwa nini nimeongea hivyo? Unajua katika ufalme wa Mungu tumeleta ili tutoe matunda. Hilo ndio lengo kuu kuishi katika hili taifa. Sasa kuna watu ambao wanatoka wanatuelezea walisoma shule fulani, wanatangaza shule zao, wanatangaza vyuo, wanatangaza vyeti walivyokuwa navyo. Mimi nimepata GPA ya 5, mimi nimepata sijui division 1, mimi nimepata hichi. Sawa, hongera. Swali ni kwamba matunda ya kupata division 1, matunda ya kupata GPA kubwa ni yapi? Hilo ndo swali letu. Ni kama ufalme wa Mungu. Kuna watu wamekaa kutujazia misvesi kwenye stories zetu za WhatsApp, kwenye Instagram, wana mavesi, wana magospel muda wote wakiamka asubuhi mpaka jioni wanasikiza gospel. Let me tell you something. Kuna wakati maandiko yanatuambia Yesu alikuwa anaelekea Bethany kama sijakosea, kwenda kumwona Lazaro, Martha na Maria. Akasikia njaa njiani akiwa na wafuasi wake. Akaona mzaituni, akaelekea kwenye ule mzaituni. Alipofika pale anataka kula tunda, hakukuta chochote. Alifanya nini? Kwenye mnaosoma maandiko mtatuambia hapo. Mzaituni ulionekana kweli unafaa kwa ajili ya chakula. Majani yana kijani hayajanyauka, lakini ulikuwa hauna matunda. So naomba nikusii, kama upo ndani ya ufalme wa Mungu, kutupigia gospel ni kitu kizuri, kuandika verse ni kitu kizuri, lakini kuna kizuri zaidi ni kuzaa matunda katika ufalme. Kupitia Yesu Kristo ambaye ni mzabibu na sisi ni matawi. Anza leo kutengeneza matunda. Anza leo kuzaa matunda kwenye taifa la Mungu. Sio taifa unaloliona kwa macho. Taifa la Mungu lionekane kwa macho. Zalisha matunda. Nasema wazo.